Hello guys, it's on Sunday. Praise God once again. Nimeamka poa, nashukuru Mungu. So leo nimeamua nipike pilau. Kama mnavyoona, nilikuwa nakaanga vitunguu vyangu mwanzo ziweze kuiva, at least zikae brown. So guys, kama mnavyoona, ndio hivyo nilikuwa napika hapo. Hiyo ilikuwa ni kitunguu saumu na tangawizi nimezichanganya, then ndio hiyo nikaeka hapo ndani. Then nitakoroga at least zichanganyikane vizuri. Hoja zingine unaweza kula pilau kwa maside moja unasikia na chumvi nyingi. Kwa sababu ya hiyo kwa sababu mtu hajakoroga vizuri. Kwa hiyo unafaa kukoroga vizuri. Unakoroga mpaka inakorogeka. Amen. Haya, hapo sasa nimeweka viungo vyangu. Viungo vyangu tayari nilikuwa nishatengeneza kando. Nikasema acha nionyeshe kama tunaeka. Hapo ni pilau yangu imeshaiva. Si mnaona imetokea kitu smart. Yaani hakuna vitu vingi. Sijatumia vitu vingi. Kitunguu, mafuta, kitunguu saumu, tangawizi na viungo vya pilau basi. Na pilau yetu ndio hiyo iko ready. Haya, tunaweza kupakua sasa tukule. Pia mnaweza niambia hapa comment section venye mnaona inakaa vipi ama mnaona ninafaa kuadd nini. Okay, I'm ready to learn. So nimesema acha nikoroge at least niangalie huko chini kama iko sawa. Nikasema acha nizime moto wangu kwa sababu pilau tayari ilikuwa ishakauka. Haina haja ya kufinika juu. Simuona tayari ishakauka. Haja gani ya kufinika na makaa. Nikasema acha nipaki hizo zingine zilikuwa zimebakia, chakula imebakia, niweke kwa tin, niziweke kwa fridge kwa sababu hii Mombasa na joto. Utapika chakula ukiweke hapo uende ukiregea upate inanata. Haya, mimi ndio huyo nikapaka kwa chakula yangu, nikaweka na juice yangu na maji. Nikasema mtoto mwenzio acha mimi nijiburudishe mwanzo kabla sijaenda kufungua biashara. Nasema acha nikule. Ni saa ngapi? Ni saa 4:42. Asubuhi bado. Watu wakikunywa chai, mimi nishakula lunch tayari. Cause nimeenda kanisani jana Saturday. Mimi ni mtu wa Saturday. So, navyoona najienjoy mwenzio ngasema acha nivae vesti ya shemeji yenu kwa sababu hiyo ndo tabia yangu nikiwa nyumbani. Siwezi chafua nguo zangu. Na vesti ziko. Akasema acha sasa tukule. Guys, endeleeni kuenjoy video tukikula pole pole. Na in case kama uko area unaweza niambia tu nikakuja nikakualika ukakuja ukakula pilau. Just kidding. Lakini hata si mnaona jamani ninapendeza mwenzio mbishi wenu. Usininyime likes, comment. Na pia nawaomba sana watu wangu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Nawaomba mnisubscribe kwa YouTube channel yangu. Napata shida sana. Hii channel yangu nataka tu watu 1000. Nimefika 600 subscribers. Afa nifike 1000 na 400 watch tower. Guys nawaomba. Yaani hata sijui niwapatie nini. Yaani ukinapali ukisubscribe kipenzi changu nenda tu ni subscribe. Kwa nini sasa unione wivu? So ni subscribe at least hata tukule hizo pesa za YouTube. Ndio at least ukiniambia Raizaki nisaidie na 100 at least naweza kukutumia kwa sababu unanisupport. Ni support tupate hizi pesa. Hizi pesa si za mtu, pesa za YouTube, pesa za TikTok, pesa za Facebook. Si unanifollow tu, unasubscribe, pesa za Instagram. Hizi pesa ziko. Ni sisi wenyewe tu, hatutaki tu kupendana, hatuonani uzuri. Mimi hata ukija ukiniambia, Riziki subscribe kwa yangu. Mimi watu wangapi mimi nawasubscribea? Mimi tu bora tumeniambia kwa sababu kwani kwenda kusubscribe ni shilingi ngapi? Itakula bundles kiasi gani?
Tuambiane tu ukweli. Itakula bundles kiasi gani kwenda tu kukusubscribea tu. Kufinya tu. Tusiwe na roho mbaya, tusaidiane. Tuko hapa duniani kusaidiana. Hizi ni mambo za dunia. Na sote tutaziacha. Kwa hivyo kama bado tuko hapa duniani tusaidiane. Kama mimi inanipatia furaha ukienda kunisubscribea, so ukanisubscribea tu. Na si ati nimekuomba pesa wala nimekuomba kitu mbaya. Si unaona tu. Alafu mimi pia nakusubscribea, lazima mimi pia nikusupport. Mimi mtu mwenye ananisupport by that, mimi lazima niregeshe mkono for real. Mimi kitu chochote una invest kwangu, mimi naye lazima ni invest kwako. Hata ukija hata birthday yangu ukituma 500, mimi birthday yako natuma 500. Mimi narudisha kwa sababu malipo ni wapi? Malipo ni hapa duniani. Nimejifungua, umeniletea kitanda, umeniletea nini? Mimi nao lazima nirudishe mkono lazima nirudishe. Lakini sasa kuna binadamu wengine wana roho mbaya. Mtu unampelekea, unamfanyia hivi, lakini haoni, mwisho wa siku haoni. Invest mahali penye panastahili. Usi-invest mahali pabaya, na si kila mtu ni mbaya dunia. Watu wengine wazuri. Invest kwao, uone wakirudisha mkono. Kuna watu awali dhulma, ukiwapa wanakupa. Kwa nini unipe mimi nijifinyilie? Umkuja kwangu umetembea, umeniletea matunda. Nitahakikisha mimi pia nimekuja kwako, nimekuletea hiyo matunda. Ukifanya shopping ya 5,000 nafanya 5,000. Ukiweka 10 naeka 10, na umake sure unaniwekea mpaka na receipt ndani. Wewe yaitwa chama. Chama ni nyingi. Eka. So guys, ndo hivyo sasa. Alafu acha niwaambie kitu chengine. On Saturday tulifundishwa uombe until it happen. Mhubiri akasema nini? Wanawake siku hizi tunazembea kazi zetu za nyumbani. Akasema sasa hivi saa vingi unapata mwanamke amelala na mtoto, akaumiza mtoto mchanga, ama akaua, mara mtoto amepotea, mara mtoto sijui amepatikana chooni. Akasema wanawake, imefika wakati tuamke, tumelala sana, tuamke, tuchangamke. Hizi nyumba ni zetu. Hakuna mwingine ataja kupangia nyumba yako. Nyumba ni yako. Simama na nyumba yako. Omba. Kuombewa pia si mbaya, lakini mimi nakwambia omba. Kwa sababu gani? Biblia yenyewe inatuambia kuwa omba na nitakupa. Ama imesema ombewa? Wakristo tuambiane ukweli. Biblia imesema ombewa na utapewa. Wajua vitu zingine wenyewe ndio mnajitakia wenyewe. Kwa sababu wenyewe tumeambiwa omba nawe utapewa. Piga magoti. Kwani kupiga magoti shingapi? Wewe tu kiamka tu haraka unaenda huko kazini. Huko kazini waenda ni sawa, pesa utazipata, utalipwa mwisho wa mwezi, lakini mwisho wa siku wapata pesa zako hujafanyia kitu. Na hiyo inatendeka siku hizi. Pesa hujafanyia kitu. Mtu anakuambia nilikuwa na 20,000 na sijui zimepotea vipi. Kwa nini zisipotee? Kwa nini? Niambie kwa nini zisipotee? Na wewe mwenyewe uwezi patia Mwenyezi Mungu nafasi. Mpe nafasi yake aweze control kila kitu chako. Unapata mwisho wa mwezi ndio imefika, umepata 60,000 salary. Umelipa nyumba, mara mtoto anakooa, mara ndugu yako ndio huyo anakooa, mara sijui nini, babako ndio huyo sijui anafanyika nini. Yaani pesa unapata, lakini pesa zinaliwa na madaktari. Madaktari wanakula pesa zako. Pesa unapeleka kila mahali, unazunguka. Kwa nini uzunguke mwanamke? Si uombe? Omba. Hakuna kitu chengine yenye itatusaidia kwa hii maisha isipokuwa omba. Omba, fanya bidii na Mungu atakusaidia. Tumeelewana?
Nimeamua tu leo ni share tu na nyinyi tu hiyo. Bye, asanteni kwa